rais wa Jamhuri ya Kenya wa sasa aliye ushukani Rais William Samoei Ruto ni kaunti ambayo ametoka. So nikiwa hapa mjue niko na salamu pia kutoka nyumbani mahali rais alisaliwa, na nina furaha sana kufika mahali hapa nyumbani. Nataka nitangulie naibu wa rais kwa kumshukuru dada yangu Pauline ambaye tuko na yeye kule bunge. Kazi ile anafanya leo nimedhibitisha. Wengi ambao mnafuatilia mjadala kule bunge, kila wakati akisimama akipewa nafasi kuongea, jambo la kwanza ni akina mama na watangulia. Mpaka siku nyingine nikamwambia mbona unakaa uko na kalabasa yote mama watoto, mama watoto. Ndio akaniambia wewe hujui siri, wewe ni mzee. Ujuangi kule nyumbani si ndio tunapanganga. Kama mama angekuwa nyumbani wewe utangara namna hii. Nikamwambia na yenyewe siwezi ngara namna hii. Na ndiposa she is really fighting for you women because she is a mother and she understands that families are supported strongly when the mothers and children are happy in our family. And that is why when the deputy president aliponiambia siku ya leo nataka nikupeleke Samburu, siku sita kumwambia rais niko na shughuli gani, nilisema yes sir, kwa kuwa najua leo nimefika kwa rafiki yangu. Nataka nikushukuru sana. Pia siwezi sahau kumshukuru mheshimiwa mjumbe mwenzangu Lesuda, mjumbe wa hapa, mama ambaye ako na bidii na ni mama ambaye mimi namjua yeye katika uzoefu wa siasa na uongozi wake anafanya kazi kidete kule bunge. Deputy President juzi mlipotuambia kwamba kule bunge tuangalie bajeti yetu vizuri, aswa hii masuala ya food program ama school feeding program ambaye najua sehemu hii watoto wa sehemu hii wanategemea. Tulikuja pale njiani watoto kakuja na masani njiani wakitusalimia. I'm sure they were telling us kule bunge make sure hiyo budget pesa ya chakula ya watoto iko mahali pale. Huyu mheshimiwa Lesuda akiwa moja katika kamati ya bajeti amehakikisha kwamba the budget ambayo imeteboliwa kule bunge na ambayo waziri atasoma next week, maneno ya school feeding program imewekwa pesa sawa sawa na watoto wetu watasoma mahali pale. Yangu hayatakuwa mengi naibu wa rais. Yangu tu ni kukushukuru. Leo nimekuja mahali hapa, wiki mbili iliyopita ulikuwa umetutembelea kule Uasin Gishu nilipokualika kwamba licha mimi ni mbunge na niko na kazi mingi ya kufanya, hawa mama ambao wako mahali hapa wakanituma wakaniambia kumbusha naibu wa rais kwamba ile agenda ambayo alisema ya Asolas bado tuko mahali pale, na ulikuja ukanishika mkono, ukashika mkono akina mama, na siku ya leo niruhusu niwadhibitishie Wakenya kwamba the same agenda ya Asolas first wewe umeshikilia, kwamba hawa mama ambao wako bottom up leo umewaletea pesa ili kuwainua waende juu. Na hiyo agenda haujapanduka, na mimi na hao viongozi tuko nyuma yenu tukisema kwamba Asolas first, and that is why tumefika hapa Samburu. Ili tu nikamilishe, nikukuhakikishia naibu wa rais, sisi kama viongozi ya hapa bonde la ufa tukiwa nyumbani, wewe na rais tuko nyuma yenu, tutawafanyia kazi, tutawaunga mkono kule bungeni, tutaweka sheria ambayo itaendelesha mswada yenu na masuala ya uongozi wenu, ili hao wa Kenya ile imani walikuwa na nyinyi, hiyo imani yao waendeshe. Na hii serikali mtaongoza miaka tano ijayo, na nimesikia maombi ya wasee hapa, ngawa sikuelewa, nilisikia tu 32, lakini sikuelewa. But nilisikia tu wakisema 32. I'm sure there is a prayer item deputy president wanakuwekea hapo mbele. Asante sana na Mungu awabariki. Okay, asante sana mheshimiwa. Na lika sasa rafiki yangu ambaye na ni mama ambaye ni deputy party leader wa Jubilee na ni rafiki wetu wa karibu sana. Sabina Chege amejitolea, yeye ni mama wa bidii na amekuja kuona kazi ya wakina mama wa Samburu. Karibu mheshimiwa Sabina. Na tuangalie masaa kwa sababu tuko na jukumu ambayo iko mbele. Ama wamama ni aje? Na tushangilie wageni wakikuja. Mimi sijasikia mkipiga makofi. Haya, karibu sana mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa Pauline, naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, gavana wa Samburu na pia deputy governor wako, mheshimiwa Lesuda ambaye ni dada yangu, waheshimiwa wenzangu ambao wako hapa siku ya leo, waheshimiwa kutoka kaunti ya Samburu, wazee ambao wametukaribisha hapa kwa maombi mazuri, na wamama na wakaaji wa hapa Maralal. Habari yenu? Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane. God is good and all the time.
Eserian Poki. Eserian Poki. Mimi yangu yatakuwa machache. Kwanza ni kumshukuru dada yangu Pauline ambaye amekuja pale bunge tukakuwa marafiki na kila siku ananialika nifike hapa. Na mimi nikamwambia ile siku panga maneno ya mama nitafika. Na leo nimefika ili nimpatie support kwa sababu ni mama ambaye anawafanyia kazi nzuri sana. Nimwambie siri vile niliingia kule Murang'a 2013, hii maneno ya mama ndio nilipanga vizuri. Na wajoi wa bado nilianza kufanya kazi na wao. Na kwa hivyo mimi nitaomba wa mama ikifika hata 2027 mtamshikilia. Si amewafanyia kazi mzuri. Your Excellency, pia nataka kusema asante kwa kukuja hapa na kusupport hawa mama. Unajua wamama wakiwa Samburu, wakiwa Kikuyu, wakiwa Wakalenjin na Majaluo, wamama shida zetu ni sawa, si ndio? Ukipata miba hakuna mama, wote ni miezi 9. Kama kuna shida ya maji ni mama anaangaliwa juu. Kukiwa hakuna security, mama ndio anaguzwa zaidi kwa sababu pia watoto wanapata njaa. Kwa hivyo Your Excellency, tukishikilia hawa wamama siku ya leo, najua tutakuwa tumefanya kazi ya maana sana. Na pia niwashukuru zaidi kwa sababu nyinyi mlimchagua Mheshimiwa Lesuda ambaye ni dada yangu. Na yeye ndio alifanya nikuje mara ya kwanza hapa Samburu, na nataka kumwambia muendelee kumshikilia. Kama vile mwenzangu amesema, huyu mama tunasema ni mama Simba. Anafanya kazi mzuri, anawatetea kwenye bunge, ako kwa kamati ya bajeti. Na nataka kuhakikishia kwamba hata ile maneno kidogo mmesikia finance bill, hiyo ni proposal ambayo iko kwenye bunge. Ile maneno mtawatuma hapa, iletwe pale kwenye bunge, ile mtataka tuondoe, tutaondoa. Hiyo itakuwa ni sawa. Kwa sababu tunataka kujali maslahi yenu, tunataka watoto wetu waende shule, vile tumesema school feeding program. Na mimi naibu wa rais ningeomba ya kwamba wakati tuangalia hizi funds zote, kuna Women Enterprise, kuna Hustler Fund, kuna Youth Fund. Hizo fund zote kama zinaweza kuwa ni fund moja, alafu ikuwe ni very easy, hawa mama wanapata hiyo fund, vikundi vitakuwa na mtaendelea salama. Hiyo ni sawa. Ya mwisho, nashukuru wazee wa hapa. Asanteni sana kwa sababu ya maombi. Sikuwa naelewa vizuri, lakini nimeona mmebariki mtoto wetu ambaye ni Deputy President. Ombi langu ni moja kama mama ambaye nimekaa kwa siasa kidogo. Tuliingia kwenye bunge na Lesuda na nimekaa kama miaka 12. Ningeomba kwa heshima tuombee nchi ya Kenya. Na haswa nataka kuombea wewe naibu wa rais na rais wa Jamhuri ya Kenya, ili Mungu awashikanishe, ili kusiwe na shetani ambaye anaweza ingia katikati yenu. Sisi tumewafuata nyuma nyinyi wawili, tunataka mshikane na tunataka Kenya iendelee mbele. Nataka nikifika hapa Samburu najisikia niko nyumbani. Mmenikaribisha. Na nikirudi pale Murang'a mtanituma na salamu. Nimeona hapa wamama wa Kikuyu Muriega. Nemunyitetu ogeni goko na mugakena. Na nyinyi mujue kukaa na wale ambao wako hapa, si ndio? Asante wa Samburu kwa sababu mumekaribisha watu wote hapa, na ningetaka Kenya iishi namna vile tumeona hapa Samburu, kwa sababu Kenya ni nchi moja na watu ni wamoja. Tushikane pamoja ili tuendelee na tuwe na amani. Mungu awabariki. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Sabina. Wacha sasa niingie kwa wenyeji na naomba tu tuangalie masaa. Naanza nianze na Mheshimiwa Letipila, mbunge wetu wa Samburu North. Karibu. Tumkaribishe basi na makofi. Asante, karibu mweshi. Your Excellency, Elbayanion Tomonok, watu wetu wote wa Maralal, amjambo. Watu wa Maralal amjambo. Lore ese irian. Ese irian. Mimi ningependa sana mwanzo kukushukuru Your Excellency kwa kuja hapa leo kuungana na sisi kuwashika mkono hawa akina mama wetu wa hii upande ya Samburu West. Ningependa sana Your Excellency kukushukuru kwa sababu kama venye Mheshimiwa Pauline alisema, hii ni mara yako ya 3 kuja Samburu
tangu sisi tuchaguliwe. Mwaka uliopita mwezi wa 12 mimi nilikualika Baragoi katika mshango yetu ya kanisa la Katoliki pale, na ulikuja na watu wa Baragoi walifurahi sana. Waliona upendo, waliona kwamba unawajali. Na hii saizi venye tuko hapa, hii ni mara ya pili umekuja hapa Marala. Ulikuja kutusaidia kuchangia hii Catholic, kanisa hii yetu ya Catholic, ile hospitali ambayo inajengwa pale. Watu wetu wa Marala, si tumpigeni Bwana Deputy President makofi. Hii ni mara ya pili umekuja kuungana na watu wa Samburu kutushika mkono. Your Excellency, tunakushukuru sana. Na sisi kama viongozi wa Samburu tungependa kukuambia kwamba kwa kweli umekuwa rafiki wa karibu. Mimi sina maneno mengi kwa sababu tumekuja hapa hivi kumsindikiza Mheshimiwa Women Rep wetu. Tafadhali nipigieni Pauline makofi kwa hii kazi. Tumekuja kumuunga Mheshimiwa Pauline mkono kwa sababu unajua kina mama wa hapa wa Samburu wanasemanga ludupasi warotongana. Akina mama wa Marala ni wakina mama wa Baragoi. Akina mama wa hapa ni akina mama wa Wamba. Hivyo ndio sisi kama jamii ya Wasamburu tuko. Hata mimi Your Excellency nitaenda nipange na Mheshimiwa Pauline, alafu pia tutakualika ukuje huko Baragoi. Watu wa Marala si itakuwa iko sawa? Ya mwisho Your Excellency, kwa sababu unajua wewe ni mtu wetu na wewe ni rafiki yangu. Watu wa Baragoi wanachenanga wakiniambia ili wewe ni rafiki wa Gachagua. Nikipatana nikienda Baragoi naambiwa ukifika huko fikishie salamu. Na kila wakati nikifika pale na kufikishia salamu. Sasa juzi watu wa Baragoi waliniambia enda ambia Mheshimiwa Gachagua. Kwa sababu tulisikia yeye amesema na sisi tunampenda yeye sana. Tena sana. Alisema maneno ya one man, one vote, one shilling. Wakaniambia nikuambie Your Excellency, utuongezee kitu moja hapo mbele. Ongeza 1 kilometer hapo mbele. Unajua mimi nikufikisha tu ile nimeambiwa. Watu wa Samburu hiyo maneno imefika ama haijafika? Na mbona hiyo makofi ni kidogo sana kwa hiyo maneno? Asante sana Your Excellency. Ile mradi ile ya Baragoi ile ulisema tufanye. Hiyo mradi tukimaliza Your Excellency, ninakukaribisha. Ukuje tena Baragoi, tufungue hiyo mradi. Mimi siku ile kwa Baragoi ulisema kila mwaka utakuwa unakuja Baragoi. Ni mimi na unajua siku ile ulisema mimi napenda kukusukuma. Hiyo maneno tutaongea huko mbele. Lakini nataka tu nikusukume. Asanteni sana watu wangu wa Marala. Mungu wabariki. Achetini wadleng. Aya, makofi kwa Letipila. Asante sana Mheshimiwa Letipila. Tuko na mpango ya Samburu North na pia Samburu East baada ya Samburu West. Haya, wacha nimkaribishe sasa Mheshimiwa Lesuda. Letoijo ni kabla Lesuda. Mheshimiwa Letoijo ni tafadhali. Karibu. Tumkaribishe Mheshimiwa wetu wa Samburu East. Mato shinanga kijameni na urita dei. Mai karibisha na mjumbe nilang. Kau tungai de kolakasin ndo bona ibunguta enkai. Na maana tamana kanja kinjanga kita. Hato shokiti na toki mara ya pili. Karibu Mheshimiwa Letoijo. Asante Mheshimiwa Pauline. Mheshimiwa Deputy President, Mheshimiwa Gavana wetu, Senator, pamoja na viongozi na wananchi wa Samburu West. Mjambo. Eserian. Basi Mheshimiwa Deputy President, mimi nataka kuchukua nafasi hii kusema karibu Samburu. Sisi tumefurahi kwa sababu ya wewe kuja hapa, kwa sababu ya watu wetu. Na tuko na furaha kwa sababu ya hiyo Mheshimiwa Deputy President. Kama vile Mheshimiwa Pauline alisema, bila shaka Mheshimiwa Deputy President wetu
wamama wetu wako chini kiuchumi, na tuko na furaha mkikuja kutusaidia ili tuweze kusaidia hao wamama, na tunaungana pamoja. Mheshimiwa Deputy President, mimi nawakilisha sehemu ya Samburu East ambaye ni pale Wamba, na ninafurahi kwa sababu wewe bado unakumbuka ile mpango ya kutembelea ile kanisa ya Catholic Wamba. Ninajua tu tutapanga tarehe ili uweze kutembea pande hiyo. Nataka kusema ya kwamba Deputy President, ukipata president wetu mwambia tunashukuru kwa sababu juzi kupitia governor wetu amekuja kufanya mchango huko ya makanisa sote huko Wamba, na mimi kwa niaba yao ninashukuru, ninasema asanti. Tutaendelea kushirikiana kufanya kazi pamoja kwa sababu ya wananchi wa sehemu hii. Ndiposa unaona sisi tukiweka tofauti yetu ya kisiasa kando kwa sababu ya watu wa sehemu ya Samburu County. Deputy President, nataka nikukumbushe jambo moja. Wakati mulikuja siasa huko Wamba, maana tukua pamoja, tukua mrengo moja, na mkaambia wakaaji wa Samburu East ya kwamba mkipata serikali hii barabara ya Wamba Larata kilomita 54 mtawekea watu wa Samburu East lami. Na kwa niaba yao mheshimiwa, juzi hata tukiwa na Madaraka Day, wamama wa Samburu East waliimba wakaniambia hivi, na nitasema namna hiyo. Wakaniambia mkikutana na president wetu pamoja na wewe, kumbusha ya kwamba barabara wacha hata kuwekwa lami ijawahi limwa kwa miezi mbili, kwa miaka 2 ambaye mlikuwa kwa ofisi. Ninaomba kwa niaba yao, biashara imekuwa shida sana huko. Saa hii hatupiti hata hiyo barabara, magari inapita msituni, ijawahi hata kuwa graded, wacha hata kuwekwa lami. Lakini mimi nataka kusema kile wameniambia. Tafadhali tunaomba hiyo barabara 54 kilometers. Hatutaki mrefu, mtuwekee tu lami na watu yangu watakaa vizuri. Na hiyo itasaidia sana kufungua sehemu hiyo. Na mimi nawalika kabisa mkuje. Mheshimiwa, tangu kuchukua hii serikali, nyinyi mjatembea huko. Na ninaambia nyinyi pia mkuje huko. Mimi nimekuja nimesema tutafanya kazi pamoja na nyinyi, lakini msisahau basi Samburu East mambo ni kidogo huko. Watu wako na shida, lakini hatuombi hizo zote, siombi hata kitu kingine. Kile ninaomba kwa serikali, hiyo barabara ya Larata Wamba mtuwekee lami, na hiyo itatatua shida yetu kubwa. Asanteni sana na washukuru. Tutaendelea kushirikiana. Salamia President Ruto, mwambia sisi tuko pamoja. Ni rafiki yangu. Nilikuwa naye huko URP, huko Samadi, na hii tu kidogo juzi ilikuwa haikuenda vizuri, lakini sasa itaenda vizuri. Na ndio mimi nipate hiyo kitu ya kusema nyinyi mtutengenezee tu hiyo barabara peke yake, siombi hata kitu kingine. Asante, Mungu awabariki. Asante mheshimiwa wetu, makofi kwa mheshimiwa. Wacha sasa nichukue nafasi hii nimwalike mbunge wa eneo hili, Mheshimiwa Lesuda, akuja wasalimia alafu tuweze kuita wengine. Your Excellency the Deputy President, viongozi wote ambao wako hapa na wageni wetu, wazee, akina mama, vijana, wakaaji wa Samburu West, hamjambo. Eserian pokin, mairoro kunotoje Eserian. Eserian notoki, mwadhani agosho, moriega, na, asante sana. Asalama, kajua nitoki? Kataka kutoki na CS Machogu. Your Excellency,
hapa Samburu na haswa hapa Maralal tunakukaribisha sana, na umesikia ile salamu ambayo nimesalimiana. Your Excellency, hapa Samburu West na haswa Maralal, we are a cosmopolitan constituency. Tuko na jamii mingi sana, na sisi tunapendana, tunaishi kwa amani, na tunakaribisha wageni wetu wote. Mnakaribisha Deputy President? Mumemkaribisha? Asante sana. Ningetaka kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo ambayo ametufikisha na akatuwezesha tukuje hapa kuchangia kina mama wetu, na kumshukuru Women Rep wa Samburu County kwa wazo nzuri kufikiria kuweka kina mama pamoja, wale wa Joiwo kukuja kuwachangia siku ya leo. Your Excellency na pia Mheshimiwa Pauline, tukichangia hawa kina mama tunainua jamii. Mama akiwa na pesa kwa mfuko yake, watoto watakuwa na chakula, watoto wataenda shule, mzee atang'ara, boma itasimama, nyumba itakuwa na roofing mzuri, ataongeza kuku kidogo alikuwa nayo, ataongeza ile mbuzi alikuwa nayo, ataongeza ile ng'ombe alikuwa nayo, yeye mwenyewe ajisahau baadaye, ang'are pia, na jamii ng'are, na kila mtu ang'are. Kwa hivyo akina mama ninawashukuru. Na pia nawashukuru wa mama wetu wa Joiwo na wamama wote wa Samburu County. Wamejikakamua sana. Wamama kila wakati wakitupigia simu. Hawa mama, Your Excellency, ni digital, usiwaone hivi. Wamefanya biashara, wamejiweka kwa groups, au hata hakuna kibarua mingi ya kuwapanga, washajipanga wenyewe. Wamama wetu wa Samburu. Kila Disemba huwa wanatupigia tuwachangie. Sijui sanduku deishi arar. Abo sanduku. Kila Disemba wako na kitu kingine wanaita sanduku. Wamechanga mwaka mzima, alafu sasa wanatuambia turushie, wafungue hiyo sanduku waone iko na nini. Kwa hivyo hawa ni mama wa bidii, ni mama wale najua leo ile pesa utatoa hapa haitaenda kwa kazi ingine, itaenda kuinua hawa kina mama na jamii, Your Excellency. Kwa hivyo sasa ile utatoa pesa usikue na uoga, toa pesa mingi sana kwa sababu hawa mama wataenda kujisaidia. Your Excellency, ningependa kukueleza, mimi tulikutana na His Excellency the Deputy President wakati alikuwa MP kule Mathira. Kula siku nilienda mazishi ya rafiki yangu. Na Your Excellency, nakumbuka ukiambia watu wa Mathira, huyu ni mbunge wa Samburu na ni MP, ti women rep, ti nominated, she's elected. Na adoma Mathira makamaka atia kanyoka fimba madhura motumia. Wakashangaa ati Samburu West ama Samburu wanaweza chagua mama. Lakini alinitetea sana, na ninakuambia mimi I've never taken it for granted that the people of Samburu West wamenipatia nafasi kuwa mbunge wa kwanza kwa constituency kama mama. Na ndio kwa sababu huwa ninawafanyia kazi usiku na mchana, and they gave me a second chance to be an MP for them. Na mimi nawashukuru sana na ninawaheshimu kwa sababu watoto wetu wale wasichana ambao tunawasomesha sasa wako na sababu ya kusoma, wakuwe MP, wakuwe governor, wakuwe deputy president, na hata wakuwe president. Kwa hivyo Your Excellency, sitaki kuchukua muda mrefu. Nataka kukuambia pia asante, umekuja Samburu West mara 2. Nilikuwa nje wakati ulikuja kanisa letu la Catholic. Na last election mimi nilinominatiwa na TNA. Na mimi najua kuwa loyal. Nikafuata ule ambaye alinominate His Excellency the former president Uhuru. Na wakati election ilifika, nikakuja nikaambia watu wangu hapa, mimi sijai choma bet. Azimio lazima ishinde. Na governor wetu ananiambia, wakati alinisikia nikisema hivyo, akasema Naisula maybe kuna kitu anajua na kuanga deep state. Akaniambia naivutu kunyenajo echomo serikali. Akashtuka, akaniambia vile Naisula amesema hajai choma bet, serikali imeenda. Lakini Your Excellency, sisi upanga, sisi ushindana, lakini Mwenyezi Mungu anajua kwa huo wakati atachagua nani. Na nyinyi ndio amewapatia nafasi ya kuongoza. Mimi nakwambia hiyo 1 year nilikuwa na giza.
Mimi sijazoea kukaa kwa opposition. 1 year sikuwa najua dunia inaelekea wapi ama inaenda wapi. Na leo kuna watu walikuwa wananiuliza utakuja hiyo harambee? Si ni women rep, ni wa UDA. Sisi hapa Samburu County hatuna mambo ya vyama. Hawa watu walimaliza hiyo mambo kwa ballot. Walituchagua ili tuwafanyie kazi. 2027 na watataka kujua ulikuwa chama gani, kazi yako ni kupiga kelele. Wanataka kujua wakati mheshimiwa amepanga harambee nilikuja kumsindikiza. Wakati mimi nitakuwa na kazi nyingine, yeye atakuja kunisindikiza, because we are all serving the same people of Samburu County. Your Excellency, ulizungumzia jambo pale Kisima, and I don't want to tire you. Your Excellency, tumekuwa na shida sana hapa ya usalama. By the way, later I wish you have time, upite tu a few kilometers from here. Utashangaa vile Mungu ametubariki Samburu West na ardhi nzuri na mahali kuzuri sana ambazo we can farm. Mahali ambayo inaweza feed Samburu County, hatuwezi zungumzia mambo ya ukame ama njaa. But Your Excellency, tumekuwa na shida insecurity. In the last 2 years we've lost over 100 people. Watu wameuawa katika hii constituency, Your Excellency. Saa hizi bunduki imenyamaza kidogo. Lakini Your Excellency, tuko na IDPs kwa constituency yetu. Watu wanaishi kwa mahali inaitwa Lorora. People are living in IDP camps, Your Excellency. Tafadhali mtuangalia hao watu warudi manyumbani ili watoto waweze kusoma. Watoto wasiposoma, there will be a cycle. Hao watoto watakuwa na uchuki and they will continue with that cycle of cattle rustling, Your Excellency. Sisi kama local leaders tutashirikiana na nyinyi kwa national government ili watu wetu waishi kwa amani, turudishe watu waishi manyumbani. Wamama wa Losuk ward na Poro ward wachache ndio wako hapa kwa sababu ya mambo ya insecurity, Your Excellency. Na mama yoyote akilia kwa hii county, mama wote wanalia katika hii county, Your Excellency. Kwa hivyo mambo hiyo ya usalama mtuangalie. Nikienda sasa kumalizia kabisa, najua mimi na siasa naweza sema hivyo mara mingi, Your Excellency, ile ambayo imesemwa hapa na Honorable Eli Letipila. Sisi tunashukuru kwa sababu vile ulisema hakuna tofauti za serikali. Mnaendeleza zile kazi ambazo mlipata ikiendelea. Na ndio sababu tunawashukuru. You can imagine this Maralal town haina constant supply ya maji, lakini juzi kwenye bajeti nimeona tulikuwa tumechimba dam kubwa inaitwa Yamo Dam ya over 1 billion, na nimeona mumeweka mikakati na pesa ya kuweka hiyo maji supply ya hii Maralal town. Your Excellency, zile kazi ambazo tulikuwa tumeanza kama hizo za KMTC ninaona mnaendelea. Kwa hivyo tuendeleze zile kazi ambazo zilikuwa. Your Excellency, sisi tukisema 1 man 1 kilometer 1 vote, Your Excellency, you can imagine Tarmac Road for the first time since independence. This is the first time, only last term, barabara imefika Maralal, Your Excellency. And you can imagine that today I left Nairobi at 4:30 and I was here to receive you. Kwa sababu ya hiyo lami ambayo tunaomba sasa ifike Baragoi na ifike Wamba. Kwa hivyo, I just want to say as a country, Your Excellency, we should stop talking at each other. Let us talk together as a country. Whether you're for 1 man, 1 shilling, 1 kilometer, or 1 man, 1 vote, 1 shilling, Your Excellency, I think we all have diverse challenges, which I think as a country, it is time we have a conversation together and not fight or talk against each other. Sababu sisi hapa Samburu tuko na challenges tofauti, yule mwingine ambaye kwa mahali kwingine yako na challenges zake. Tusemezane juu ya meza, tuone vile tutaunganisha Wakenya na tusonge mbele pamoja. Kwa hivyo asanteni sana, Mungu awabariki. Kasha mtaye oleng, nasha mlariko kulang, nasha mlitungana po ken. Mungu awabariki sana. Asanteni. Asante Mheshimiwa Lesuda. Wacha sasa nimkaribishe, kabla sijakamkaribisha senator wetu, nataka kuchukua nafasi dakika moja kumtambua tu our first lady, kwa sababu hako hapa ndomana na governor lang first lady ya Samburu County KJN mato shokingai kimeita shaka irorokintai. First lady, karibu, just wave. Asholeng. Pia tuko na bibi wa speaker wetu wa county assembly. Speaker hakuweza kuja lakini ametuma mama akuja tushangie. Si tumshangilie pia asimame, awave. Asante sana. Sasa wacha nimkaribishe senator wetu. Karibu senator, utubie watu wako. Maana maana senator nangu makofi. Ashe, karibu senator wetu.
Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Gavana wetu, wajumbe ambao wako hapa wa National Assembly, wajumbe wa County Assembly, Bayani, Ontomonok, Isirian Poki, Mesi Selaitoriani. Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi nachukua muda hii kukukaribisha hapa kwetu Samburu. Tunasema karibu na marafiki wako wote ambao wameweza kukuja pamoja na wewe. Tukue pamoja. Tusaidie wakina mama wetu ambao wanashughulika na shughuli mingi sana ya kusaidia na kuinua jamii hapa kwetu Samburu West. Nashukuru kwa sababu umeweza pia kuwa na sisi kila wakati tukikuja ofisi yako. Tunashukuru sana kwa sababu umekuwa hapa kwetu mara 3 sasa. Umekuwa hapa Samburu West, umekuwa Baragoi, na pia kuna wakati pia nilikuja ofisi yako na nikakuambia maneno ambayo umekubali kuja kuchangia pia kina mama na vijana huko Samburu North, ambayo itakuwa Ang'ata na Nyeke Ward, the lower Ang'ata na Nyeke Ward. Sisi tuko hapa na kukukaribisha wewe. Tunasema asante kwa kukubali kuja hapa kwetu. Ya pili, Mheshimiwa Naibu wa Rais, mahali sasa unakaa ni mahali ambayo ulikuwa umekaa ukiwa mbunge, ukikuja na rais wetu kuchangia makanisa, mabishop wetu. Na tunashukuru sana kwa sababu tumekuwa pamoja na wewe wakati hiyo, na ni hapa ambao tulisaidia kanisa. Nashukuru kwa sababu umekuwa ukisaidia kanisa Katoliki, ulienda Baragoi na ulikuwa pia hapa, na tutakukaribisha tena na tena hapa kwetu kwa sababu watu wetu wanapitia changamoto mengi sana ya siasa, ya kimaisha, na tunasema karibu tena na marafiki wako. Mimi sina mengi. Ya pili, mimi ambayo nimeweza kusema kwa sababu Mheshimiwa Letipila alikuwa hapa na ameongea. Mheshimiwa Naibu wa Rais, hawa watu wetu ambao wako hapa leo na wengine ambao hawakuweza kufika, pia walinituma mimi kama seneta wao kwenda kule bunge la Senate, na mambo ya maoni proposal ambao watu wanaongea sasa ni ile formula ya kugawa pesa. Na gavana wetu anasema kila wakati hajapata pesa mingi ya kuweza kulete maendeleo mengi hapa kwetu kwa sababu ya ile formula ambayo tuko nayo. Na unakumbuka kwamba pia wakati tulikuwa bunge kulikuwa na proposal kama hiyo. Proposal ya kusema 1 man 1 shilling 1 vote. Na mimi siku hiyo nilisimama, tukapiga kura mara 12 na nikasimama kusema la, na hatuwezi kubali kwa sababu watu wetu, wafugaji, wakaazi wa hapa kwetu Samburu, tutarudi chini kimaendeleo. Hata sasa ukiangalia kaunti ya Lamu ndio inapata pesa kidogo sana. Inafuatiliwa na kaunti ya Isiolo, inafuatiliwa na kaunti ya Samburu, inafuatiliwa na kaunti ya Laikipia kwa sababu ya ile pesa ambayo tunapata sasa. Na inafuatwa na kaunti ya Tharaka Nithi. Maoni yetu kama senators, kama vile tulisema kama siku ile tulikuwa Tangatanga, tutafute mbinu ya kugawa pesa ambayo inakuja kaunti zetu. Kwa sababu magavana wanatufinya, wanasema mulete pesa mingi. Lakini pia tunajua kwa ile formula ambayo iko inaongelelea mambo mingi kuhusu mambo ya wingi wa watu. Na ndio sababu tunapata pesa kidogo kama Samburu County kwa sababu ya ile formula iko na ile wingi ya watu ambao wako. Gavana wetu anataka kulete maendeleo, anataka kujenga shule, anataka kwenda kuleta hospitali, kuleta maji, kuleta barabara. Ukitaka nchi ambayo maendeleo iko nyuma sana ni Northern Kenya. Samburu iko hapo Northern Kenya. Na sisi ama mimi nitasimama kwa yale ambao watu wangu wanapenda. Na nitasimama kusema ile 1 man 1 shilling 1 kilometer. Kwa sababu ndio inasaidia watu wetu. Na ndio italete maendeleo kwa nchi ambayo tuko sasa, ambayo maendeleo iko nyuma sana. Na mimi nitasimama huko kwa bunge la Senate kwa sababu hiyo bunge la Senate ndio hiyo formula italetwa
lakini nakuomba Mheshimiwa Naibu wa Rais, tuongee na viongozi wote, tutafute mbinu ama ile formula ambayo itaweza kusaidia sisi wote wa Kenya, kwa sababu kila jamii hapa wanaishi hapa kwetu Samburu, na tutaisaidika sana kaunti yetu ikipata rasilimali mingi ya kuweza kusaidia watu wetu. Nashukuru Naibu wa Rais, na tutakukaribisha tena Samburu siku ingine kusaidia akina mama. Pia nashukua muda hii kusema asante Pauline kwa kuweza kuleta sisi wote pamoja kuja kusaidia akina mama, na pia tuko na mpango ya Samburu North na Samburu East. Na sisi tuko pamoja kama viongozi, tuko pamoja na rais wetu. Tunasimama vile tulikuwa tumesimama mbeleni. Kwa sababu sisi tulisimama mbeleni, tulikuwa tangatanga, tukaingia UDA na bado tumesimama hapo hapo. Asante sana na Mungu awabariki. Asante sana seneta wetu kwa kuchukua muda mfupi sana. Kabla sijaalika deputy governor aweze kualika governor ndio atuletee mgeni wetu wa heshima siku ya leo, ningependa tu kuwakumbusha wote kwamba tukimaliza mchango, tafadhali tutatulia wakina mama, kwa sababu kuna wale watapokea checks za ngaf. Siko tayari kutoka ward zetu zote, wale wa Samburu West. Kwa hivyo tukimaliza, tafadhali tutulie, kuna ofisi ambayo iko hapa ambayo itatushughulikia. Kaje hiyo taakore tiniki ndip amkara uon patu maisho ngule tunga ariko kumbash. Kwa tiniki ndip tenepu ngari ko tiniki ndip mchango. Niki wenyi poken group dona ipoto kipo bona ya checks amki ata checks na tayari. Yo group poken nikinjo hapa silinginia Samburu West. Ngama tayari. Kwa hivyo tiniki tanedi ngari ko kaipungo maitulia yamke kijana nule ofisi otiene. Kaipoto yo kwa utaratibu nechori yo silinginia alafu nikutuma trinyota chumngangite. Ashata aka mayanda inkai kajo ache oleng kasha mabakana nantai na shamlari kok nikijoga ngai ache na yaka yo kroto ngana poko moto areti yo mato shonga ngai. Asante, nichukue nafasi hii kumkaribisha deputy governor wetu ambaye ako hapa aweze kutuhutubia, ndiposa aweze kutuletea governor na governor aweze kutuletea mgeni wetu wa heshima wa siku ya leo. Tumkaribishe deputy governor kwa makofi. Tena karibu deputy governor. Asante sana mama wa county, Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Bwana Rigiji, karibu Samburu. Watu wa Samburu, pigeni Deputy President makofi tafadhali. Lungana la marale serian na amjambo. Your Excellency, mimi sitachukua muda mrefu kwa maana viongozi wameongea maneno yote ambaye yanastahili kuongelewa kuhusu Samburu. Mimi ni kukushukuru zaidi kwa maana umekuja hapa mara ya 3. Tumekuwa na wewe Baragoi, tukakuwa na wewe hapa Catholic Church, na saa hii kwa kuwa hapa tena. Hiyo ni kuonesha kuwa unatujali. Asante sana na karibu tena. Your Excellency, hii county tumekuwa na challenge ya drought. Tukakuwa na challenge tena ya mvua. Tukakuwa na challenge ya insecurity. Kama vile Mheshimiwa Naisura alisema, hapa pahali tuko ndio food basket ya Samburu kwa jumla. Ni kama hata saa hii venye mvua imenyesha, hakuna chakula tutatoa. Juu watu wetu wamefukuzwa kwa mashamba ambayo walikuwa wakilima. Kuanzia Ronge 1 mpaka Poro. Tunaomba national government watilia maanani sana mambo ya security. Kwa hii muda kidogo tumepata nafuu.
lakini bado kuna wakora wametoka hii belt wanaelekea upande hii barabara kuelekea Baragoi. Siku hizi wanasumbua magari hiyo barabara, na ni watu wanatoka kaunti jirani, sio watu kutoka hii kaunti. Tumekuwa tukiimba hiyo wimbo kwa muda mrefu sana, na sababu hii ni security iko squarely under national government. Tunakuomba tu iwe gift ambaye mnatupatia sisi kama Wasamburu. Pali pengine sisi tutajikakamua. Mimi sitaongea mengi kuhusu county kwa sababu gavana wangu wako hapa, ataongea kwa niaba ya Wasamburu na kwa niaba ya county. Ile tu mimi nitasema na kukaribisha wewe sana. Hata tumeona mrembo Sabina Shege, wengine wamekuwa wakiona kwa TV, na kweli ni mrembo. Tulifikiri tu kwa TV peke yake ndio mrembo. Karibu Madam Sabina. Next time ukikuja tuletee wengi. Na sasa sababu ni wakati ya kutolea wamama pesa. Sisi Wasamburu tunasema mama tunaita Ngitok. Somebody can translate for you. Ngitok mean mkubwa, the owner of the home. Yeye ndio mwenye nyumba, yeye ndio mwenye boma. Tukijenga wamama, tumejenga nchi mzima. Kwa hivyo naomba tuwe tukiendelea hiyo, tujenga wamama wetu kuanzia leo na siku nyingine. Next time hiyo ni Baragoi North, Samburu North, next year ni Samburu East. Sasa watu wa Maralal, wacha nichukue fursa kukaribisha gavana wetu, ndio yeye pia akaribishe naibu wa rais. Tafadhali pigeni makofi. 1 2 3. Karibu gavana. Karibu tena. Karibisha naibu wa rais. Karibu. 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 Erudi longan ngoto kanga jo gitu pagane no meaning itu. Poleni da. Mungu ni mwema kila wakati. Hebu tuseme kwa sauti Mungu asikie. Mungu ni mwema kila wakati. Kesu batengai. Maroro kunodo nangai, maroro kunodo tungalang kila mtu ya Mungu. Asante, asante. Kabla sijaendelea, huyu dadangu na Isula anasema kuna kitu moja alisahau anataka kusema, na nikikataa sasa atanipiga baadaye. So acha tu nisalimu amri. So acha aseme. Asante sana gavana kwa kunipatia hiyo fursa. Kuna jambo muhimu nilikuwa nataka kumuomba Deputy President. Vile tulikuwa tumesema kazi tunaendeleza mahali tumepata. Your Excellency, tulikuwa na program ya titling. Your Excellency, before my last term, watu wa Samburu West hawakuwa na titles. Na unaona hii inchi ni inchi nzuri, watu walikuwa wanataka to have their place ili waweze kusettle, ili waweze kulima, ili waweze kuendelea. And last time we were able to give out 10,000 title deeds bila watu kulipa shilingi hata moja. Na ilitusaidia sana, na hata kina mama wetu waliweza kupata title deeds. Your Excellency, you can imagine this Maralal town. By last term, only 5 people had title deeds, Your Excellency. Na tukangangana, most of this land just across here imekuwa subdivided. Na Your Excellency, watu wengi wameenda kule Nyahururu kuchukua hizo titles, lakini tuko na watu wa chini sana. Watu ambao ni maskini sana. Watu ambao hata kitambo walitoka kwa hii forest walikuwa wanakata makaa. Your Excellency, hizo titles ambazo ziko Nyahururu, tunakuomba the next time ama utume CS ama PS akuje apatie hawa watu hizo titles bila kulipa shilingi hata moja. Your Excellency, hiyo itakuwa imesaidia
title deed ni pesa ya muhimu sana kuliko jambo lingine lote. Kwa hivyo Your Excellency, na hata hii office ya Lands Registry ambayo inaendelea hapa, sukuma watu wako wamalize. Tulikuwa tunataka watu waache kuchoma mafuta kwenda mpaka Nyahururu. Tunataka kazi zao zote za lands wamalizie hapa Maralal, kwa sababu sasa tumepata titles. Your Excellency, tuletee hizo titles. Asante sana. Haya, wacha niwasalimie tena wananchi wa Maralal, mjambo, tusalimiane, watu ya Mungu tusalimiane. Asante. Your Excellency the Deputy President of Kenya, all protocols observed. Mimi nataka kukushukuru pamoja na Mama Pauline kwa kuja leo kuchangia wamama wetu. Kwa hiyo tunasema asante. Mimi naomba tupigie viongozi wawili makofi. Tunataka kukushukuru zaidi kwa sababu umekuja mara karibu 3 Samburu kusaidiana, na tunasema asanti sana Your Excellency. Nikipitia hii maneno ya barabara ile Lento Joni aliongea sahi, I want to say Your Excellency, kama sisi Samburu tungeambiwa tufanye summary ya ile kitu tunahitaji katika muhula hii, mkitufanyia mutaenda binguni, ni barabara ya Maralal Wamba to Maralal na Maralal to Baragoi. Hiyo mkifanya, hata msiende kanisa kila Jumapili, mtaelekea binguni. Mwenyezi Mungu atawakumbuka kwa sababu wananchi wa hapa wanaumia. Na mimi nataka kusupport Lento Joni. Hata kama Lento Joni hakuwa siasa yetu, tukizunguka kutafuta kura, mimi nilikuwa. Na mimi sisemangu uongo. Mimi najua kabisa vile Lento Joni alisema, mimi na wewe na rais na kina Lutumbesi hapa na kina Pauline, tukiwa mkutano moja Wamba, tulisema tukishinda kura tutaweka lami barabara ya Wamba kuelekea Maralal. Na mimi najua kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu hiyo tutatimiza na Mungu atatusaidia. So nimesema ukinaro kabisa needs, kama kila county ingeambiwa lete needs 2 tu, because ma county zingine mimi naona wanaletewa vitu mingi sana Kenya hii. Hizi tungesema tengeneza barabara ya Baragoi, Maralal Baragoi, lami tena Kisima Junction to Wamba. Na tutaendelea kufuatilia hiyo maneno, tukijua wewe ni rais na rais wetu William Ruto ni watu mnapenda wa Samburu na mtatusaidia ndio tusuluhishe hiyo kitu 2027. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, hii story ya title deeds, mimi nataka kusema kwa ile imebaki ya Milimani, tumeweka budget kama county 6 million. Mimi nitaenda kulipa watu ya lands na hiyo title deeds inatoka. Tumeamua kulipa. Hiyo hata tuombi tena. Wacha tu mimi nilipe, alafu Mungu atusaidie huko mbele. Hii ya yenye iko Nyahururu vile Mheshimiwa Naisula amesema, tafadhali utusaidie tu sasa hiyo ikuje. Hii ofisi ya lands hapa. Hakuna kaunti nyingine Kenya haina ofisi ya lands. Hata sisi ni wa Kenya, tunapenda inji, sisi ni wazalendo. Tafadhali Your Excellency, hii serikali yako na William Ruto, ukifika tu Nairobi, pigia mtu ya lands ambia aende amalize nyumba na atuma watu hapa wakuja wakisimamia maneno ya mashamba. Unajua mtu kama ukifika kiasi ya deputy president, huwezi omba, unatoa instructions. Hata mimi nikiwa governor kidogo saa zingine hapa natoa my instructions kidogo. Ingawa yangu inaenda na yawa, lakini iko instruction. So mimi naomba instructions itoke from tomorrow. Nyumba imejengwa hapa imalizwe na watu ya lands watume hapa. Mimi najua Ministry of Lands iko na watu wengi. Tukiendelea maneno ya lands, mimi nataka kushukuru sana His Excellency the President of Kenya. Because iko mahali wa Samburu walitulumiwa from 1963. Wale wa Samburu yote walikuwa Kitianya, Laikipia, wale walikuwa hii Mandela ya Maya, wale walikuwa Kirimon, wale walikuwa nini, walinyang'anywa mashamba na serikali na watu wakakaa squatters mpaka saa hii kwa mashamba yao. Nataka leo kureport kuwa president ametoa executive order
amesema Kitianya irudi ikuwe wa Samburu na tutakuwa na title deeds, na mimi mwenyewe nitalete president siku hiyo kupeana title deeds ya Kitianya, ndio mtu aache kusumbua wa Samburu kwa Laikipia sio yao. Hiyo story itaisha, ya kuua ng'ombe, ya kufukuza watu itakoma kwa sababu ya William Ruto. Ile chama ingine ya livestock ya Maya itarudi kwa watu ya Longewe. Ile ingine ya Kimon pia itarudi. For the first time in the history of Kenya, sisi kama Wasamburu tumeona shamba tumerudisha kutoka serikali. Kawaida yetu serikali ndio inatunyang'anya, inapeleka. Thank you William Ruto, thank you your government. Mimi I'm proud siku ile tutapeana title za Kitianya. I'll be very proud. Tukirudi maneno ya 1 shilling, siji 1 kilometer, hiyo maneno yote. Mimi sio mtu wa kupitia kando. Hapana. Me I speak my mind. Hiyo ukiangalia Kenya hii, Your Excellency, kuna session of paper number 10. Na wabunge hapa wanajua because it's in parliament. Session of paper number 10 of 1965. Ili nyorosa sisi pastoralist ni kama sisi wote tulikuwa second class citizens. And that is the truth about session of paper number 10 of 1965. Kwa sababu hiyo session of paper ilisema high potential areas, low potential areas. All maendeleo ya serikali ya Kenya, GDP na economy ya Kenya ilainishwa mahali hii barabara inapita ya railway kutoka Mombasa, inapita hiyo makaunti na karibia na inaelekea Uganda. Na kwa bahati county wao umetoka na ile rais ametoka, walibahatika na hiyo session of paper. Lakini mimi nikisimama hapa kama governor, mimi nimelia miaka yote mpaka devolution ilikuja kutuokoa kidogo. For over 40 years of independence of this country, sisi watu ya pastoralists tulinyoroswa kiboko na hiyo session of paper mpaka wa leo. Na wakati devolution ilikuja tulishangilia. Hata ingawa vile Lelego anasema hiyo formula saa hii tuko naye ni formula mbovu. Mimi nimesomea hesabu na economics. I can read formulas. Na mimi nimewambia Senate Kenya na sisi governors tusaidiane, they should invite us tueleze hiyo formula iko na upusi mingi sana. The third generation formula, hata ile tuko naye saa hii, is population based, pure population based. Why am I saying that? Hiyo formula iko na parameters 8 parameters. Lakini ile mtu alitengeneza hiyo formula alikuwa mkora ya hali ya juu. But a genius. He was a genius lakini mkora. Alisema population, a bigger percentage of Kenya's money inagawiwa population. Na mimi nataka kuangalia coefficient ya population katika hiyo formula. Wakati amemalizana na population, akarudi akasema livestock and agriculture. Lakini baada ya kuhesabu ng'ombe na mimea ambayo ndio agriculture, anasema households. Every person, thinking person, anajua ukirudi kwa households, umerudi kuhesabu watu. So that is another parameter. So 2 parameters imebabana na population. Parameter ya 3, so 3 parameters out of 8, yote ni population. Parameter number 3, wakasema urban areas. Kwani mali yetu yote utapata hiyo urban areas wapi? So you give money to urban areas, ambaye session of paper number 10 of 1965 ilikuwa imepea unarudisha. Your Excellency, kwangu hakuna hata maongea hapa. Mimi nataka wewe na rais wetu William Ruto mtuhurumie, mkuwe champions wetu. Wachana na ile watu upande zenu. Hao walifaidika kitambo. Hata mtu akiwa na watoto, ukipea usahani akule amalize, huwezi rudia kupeta na hiyo sahani, unatafuta ile iko na njaa kupea chakula. Sisi ndio tuko na njaa. Na kutoka leo kila siku mimi naomba wewe na Rais William Ruto, nikijua nyinyi watu mko na huruma, watu mnapenda watu, muanze kusema kutoka leo nyinyi wawili 1 shilling 1 kilometer. 1 shilling 1 kilometer. Tukisema hivyo tena bahati nyingine ya kwenda mbinguni itapatikana. Ya mwisho, Your Excellency, mimi nikiwa mtu ya mkono yako na Rais William Ruto katika kaunti hii ya Samburu, kazi yangu ni kuhakikisha nyinyi wawili mnapendwa, mnatunzwa, mnashikana pamoja bila kuambiwa story ya kando kando, na mtu akisema Ruto anasema Rigiji ama Gachagua.
That is my job in this county, to make sure that our country is united, because if the president and the deputy president are united, this nation is united and will stand firm as a country. Na hiyo ndio mimi nashunga hapa kila siku nikiwa katika kaunti, kuhakikisha nyinyi wawili mnatembea pamoja. Na mimi nataka kuambia politicians wale wanajaribu kugawa rais na deputy, hiyo komeni, wachane na hiyo upuzi. Kila mmoja, ukiwa politician, ukiwa mtu wa serikali, president ya nchi hii ni William Samoei Ruto. Deputy president ya nchi ni Rigathi Gachagua. Number 1, number 2. Wakati Ruto hayuko, Gachagua ndio president. Wakati hivyo hivyo. So that is how this country is supposed to be. So mimi nasimama hapa nikisema, nikisikia unakuja hapa, mimi naurauka mapema, nitayarishe kila kitu, nihakikishe umepokelewa. Kama leo mimi nikijua huko, mimi nahakikisha ile ng'ombe inatawala imechinjwa. Nahakikisha itent iko sawa sawa. Nahakikisha ikwaya iko sawa sawa, anakungoja. The same thing with the president. And that is what I expect from every single government official in this country. To treat the president and the deputy president with respect as one unit, because hawa walichaguliwa na sisi tuko nyuma yao. Ya pili, Your Excellency, as far as I know, as far as I know, the party leader ya UDA ni William Samoei Ruto. That is the party leader ya UDA, ile chama ile nichagua mimi. The deputy party leader sio tena wawili, ni mmoja tu, Rigathi Gachagua. So hata kwa party tuko tu na number 1 na number 2. That is the instructions mimi nilipewa siku ile niliingia UDA mpaka saa hii, na haitafunjwa na mtu. Hawa wawili ndio wakubwa wetu wa chama. Na hiyo ndio tunataka, mtindo tunataka kufuata, ndio nchi yetu iweze kuungana. So tukiwa president 1, number 2. Party 1 and number 2. Wapi ndio tunatafuta chama ingine ama nchi ingine ya kusema hapa ni deputy president, hapa ni president, hapa ni nini? That is one unit. And that is, as far as I know, hiyo ndio mimi nafuata. Mpaka siku ile, labda siku ingine kuja. We also have parties who are coalitions to us. Kulikuwa na Kenya Kwanza, hata Jubilee sahi ya Sabina Chege imekuwa part of us. Ile ya Sabina Chege, because mimi nasikia kuna wengine Kioni anakimbizana na huko. Lakini ya Sabina ndio sisi tunakubali. Ama namna gani? So when you have a party leader, UDA, you have a president, UDA, deputy president, a president, William Ruto president, deputy president ni Rigathi Gachagua. Number 1 and 2. UDA, number 1 and 2 ni hao wawili tu. Hakuna mtu ya tatu. Kwa nini tunataka kugawa hawa kusema hivi na hivi na hivi from politicians? But Your Excellency, I have to report this. I'm even shocked. Na mimi nilisema mimi sio mtu ya kuja kusimama hapa nikose kusema ile kitu yuko. Na hiyo Wasamburu atakwambia ile kitu mnataka kusema nitasema. Jana kwaya ikipractice hapa hii kiwanja. Na mimi kama gavana ndio naleta hiyo kwaya, wapokee rais na wapokee deputy president in the same manner, bila kufikiria, because hao ndio, those are my 2 bosses. Lakini hao mama jana wakipractice hapa kiwanja, na mama wako hapa tathibitisha, some women from Nairobi office wakakuja kuambia wa mama hapa, musitaje jina ya Ruto na musitaje jina ya UDA. So tumeleta hiyo upuzi yote wanaandika kwa WhatsApp, mnakuja kuleta Samburu. Hii Samburu ni ya Ruto, hii Samburu ni ya Gachagua. Na mimi nataka hiyo mama. Because sijapata ya jana, ingekuwa maneno mengine kama ningekuta hapa jana. Ingekuwa maneno mengine. Na mimi nafikiria kwa hii crowd. Wewe ukurudi Nairobi, wewe hiyo mama. Kwenda omba Mwenyezi Mungu akusamehe. This county, so long as I'm the governor, Rigathi Gachagua is the second in command. Ruto is the first in command. Hata kwa chama, kazi yangu moja ni kuwa mtu ya mkono ya hiyo watu wawili. Wewe kama uko hii unakuja kutoka Nairobi ukifanya katika ofisi huku juu, unakuja kugawa watu wetu, shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Hata mimi nakasirikanga hiyo politicians wakikaa kugawa sisi. Sasa unakuja kiwanja hii ambayo mimi ndio nimepiga tractor, nataka kupanda nyasi, nataka kutengeneza hiyo, siku nyingine deputy akikuja na president ikae afadhali. Wewe unakuja kugawa deputy president na president.
Kwani unataka chama gani isifue kama utaki UDA isifue? Unataka chama gani? Unataka chama gani isifue? Unataka president gani isifue kama William Ruto? Na mimi nataka kuambia watu wa intelligence, mnajua hiyo mama, mpeleke huko juu na kesho hiyo mama atoke kwa serikali aende kutembea huko kusurura kusema ile kitu anataka kusema. Because hakuna mtu mimi nitakubali kugawa chama yetu hapa ama president na deputy president. And that mama should never come again to Samburu. Azia ikanyaga, mimi naomba ofisi wasilete tena. Aende mbali kabisa. Kwa hiyo machache, Your Excellency, mimi niko hapa kwa niaba yenu kama serikali yetu ya huko juu. Mtuondolee watu kama hao. Hata politicians wengine wanaongea hii na hii pia wawekwe kando. Everybody must line up behind the President of Kenya, William Ruto, na behind the Deputy President, Gachagua. Kabla sijakaa, bibi yangu atanichapa kama hata hajasalimia watu. Na mimi naomba tu akuja aseme, mama kuja tu sema habari. Najua watu watafikiri sijaoa. Si bibi ni mrembo? Ama unaona mimi sio mchache. Wakati niliona wasichana nikaangalia nikaona huyu sio mbaya, lakini akai mbaya sana. Lakini hata mimi sikai mbaya ama namna gani? Ndio, sikai mbaya. Hata naambianga yeye akijisikia. Our Deputy President Rigathi Gachagua, Governor wetu, Senator wetu, all MPs present, all the other leaders, habari zenu na mama wetu. Naitwa Beverly Lelelit, mimi ndo first lady wa county. Mimi sina mengi la kusema kwa sababu mengi yamesemwa. Ningependa tu kuambia Deputy President wetu, asante sana kwa kuja kuchangia mama wetu. We don't take it for granted. Tunashukuru sana sana sana. Kupata Deputy President kuja kuchangia mama si kasi rahisi. Nashukuru sana, na nina jambo lingine. Kuna hii truck ilidonetiwa na Mama Rachel Ruto. Iko hapo nyuma. Leo kuna free cancer screening. Ningependa tu kuomba wamama wetu tutumie hiyo truck kwa sababu mama wetu alidonate akitaka kusaidia wamama wetu wa Samburu. So tutembee huko, twende toka screeniwe cancer. Asante ni sana, Mungu awabariki. So finally, mimi naomba through senator wetu, Senate ya Kenya pamoja na National Assembly itualike tuongee maneno ya fourth generation formula wote, because pesa ikikuja kwa counties ya Samburu na zingine kwa ukweli inasaidia. Sasa sijazoea protocol sana. Sijui kama nafaa kualika Deputy President. Okay. Nimeambiwa niko sawa. So kwa heshima kuu tuko na number 2 in command of the Republic of Kenya. Kila mtu asimame na apige Mheshimiwa Mama Pauline, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa MCA, akina mama wa Samburu wa mjambo. God is good and all the time. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Enda subabogi.
Mesisi Yesu. Muriega. Ngai nĩ mwega. Na hĩndĩ ciothe. Asanteni sana wamama wa Samburu. Nimefurahi sana kufika hapa Samburu. Na kwanza nitoe shukurani kwa makaribisho ya hali ya juu. Wale wamama walitukaribisha sisi na nyimbo tamu sana. Asanteni sana akina mama. Huyu mama Pauline amenihangaisha sana Nairobi juu ya hii harambee ya akina mama. Alikuwa anakuja kwangu asubuhi, anarudi saa 6, anarudi jioni, na kuwa ni kama dawa, akija kutetea akina mama wa Samburu. Mpigieni yeye makofi. Na huo ndio uongozi. Uongozi ni kufikiria wale watu ambao walikuandika kazi, kwa sababu hao ndio matajiri wako. Kwa hivyo wewe mama Pauline unaendelea vizuri, na mimi nashukuru. Kanyangia hapo, usitoke hapo, kwa sababu mtu yote anafikiria wamama, anafikiria jamii, anafikiria nchi yetu. Kwa sababu ukisaidia kina mama umesaidia jamii. Na mimi nataka nipongeze wamama wa hapa Samburu na wa Jamhuri ya Kenya kwa juhudi zenu za kushika na kushikilia maboma, na pia kwa bidii zenu katika maendeleo. Akina mama ndio nguzo ya taifa, na sisi tunajivunia nyinyi sana akina mama. Kila pahali mko mnashikilia vizuri, na kwa hivyo ndio tumekuja hapa kuchangia akina mama kutoka kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Amenisalimia sana. Mmesalimika? Pia amenituma na mchango wa kina mama. Kwa hivyo sisi tumekuja kwa sababu kina mama ni watu ya maana sana, na kwa hivyo tutakuwa nafasi ya kuchanga pesa tusaidie hao hizi vikundi za kina mama ziweze kuendelea. Na tukisaidia wamama tumesaidia wazee, tumesaidia watoto. Na ndio mimi nataka niseme hapa nikiwa Samburu, ile maneno ilikuweko ya kuhangaisha wamama na mambo ambaye haifai, imepitwa na wakati ya FGM. Ningetaka niseme hiyo maneno hatutaki kusikia mambo yake. Sio hapa Samburu peke yake, lakini katika Jamhuri ya Kenya. Na tungetaka kama iko mahali naendelea, machiefs wetu na assistant chiefs na wazee ya nyumba 10 na wale wazee wa mitaa mpambane na hiyo maneno ambayo imepitwa na wakati. Mimi ningetaka nijibu tu mambo 3 ndio tuokote pesa. Ya kwamba mambo ya usalama nimesikia, lakini ukweli ni kwamba kumekuwa na hatua nzuri, sio mbaya vile ilikuweko. Na mimi nichukue nafasi hii nipongeze timu yetu, County Security Team, the County Security and Intelligence Committee under the County Commissioner and your members, kwa ile kazi nzuri mmefanya, na mkaze pahali imebaki, hao watu wetu wakuwe na amani. Hii maneno ya wizi ya mifugo, mambo ya kupiga watu risasi, mambo ya kuhangaisha wamama na watoto ni mambo ambayo serikali yetu hawezi kubali. Na kwa hivyo nataka kuchukua nafasi hii nikiwa hapa nikiwapongeza maafisa wetu wa usalama katika kaunti hii ya Samburu, kuambia wasilale, washikilie hapo, waweke bidii zaidi, ndio wale walaghai wakora wachache wamebaki wahangaishwe na waondolewe katika kaunti hii, ndio kila mtu aweze kuishi na amani. Mambo ya maji hapa katika Maralal, Mheshimiwa Lesuda amesema vizuri ya kwamba pesa imetengwa, na hivi karibuni hiyo kazi itakuwa ikiendelea. Ndio hii town yetu ya Maralal vile imeng'ara baada ya kupata rami kufuatia miaka mingi ya kuhangaika. Hii town sasa vile imekuwa na rami, pia ikuwe na maji ya kutosha, ndio watu ya Maralal waweze kuishi vizuri wakiwa na usafi na kukiwa na afya. Na kwa hivyo hiyo ni mambo itaendelea, na ile mambo ya MTC pia itakuwa ikiendelea. Mambo ya title deeds, vile gavana umesema utalipa zingine, mimi naomba wewe Mheshimiwa
Lesuda na governor mkuje kwangu tuketi tujadiliane. Hizo title deeds ziko Nyahururu, tukubaliane vile tutafanya. Iko njia tulifanya pale na governor Narok, Bwana Lentutu, na mambo naendelea vizuri. So niko na mashauri 2-3 tutajadiliana, alafu tukubaliane, kwa sababu hizo titles zikiwa tayari, rais mwenyewe ama mimi tutakuja kupeana, ndio kila mtu apate title deed yake aweze kufanya maendeleo. Mambo ya barabara ya kuenda pale Waba na kuenda pale ya Baragoi, ni kweli tuliahidi. Tulifika kwa serikali tukapata matatizo mengi, tukapata upungufu wa pesa, tukapata matatizo ya kiuchumi. Lakini rais amefanya mikakati na uchumi umeanza kuonesha dalili za kufufuka. Mambo ikiwa nzuri na itakuwa nzuri hivi karibuni. Tutaweka mikakati ya kupatiana priority kwa barabara zile zitatoka Maralal kwenda Waba na mpaka Baragoi, ndio area hii iweze kufunguka vile inatakikana. Mimi nikimalizia niseme ya kwamba mambo ya sharing formula ni kweli iko maoni tofauti, na hii ni maoni. Mimi nikitoa maoni kama naibu wa rais, si ati nalazimisha. Mimi kama Rigathi Gachagua, hata kama niko naibu wa rais, niko na maoni. Senator ako na maoni, governor ako na maoni, kila mtu ako na maoni. Hakuna vita, tutaketi chini tujadiliane. Wale wanasema 1 man 1 vote 1 shilling, wanasema 1 man 1 vote 1 kilometer. Hii maoni yote ni nzuri na hakuna vita. Vile sisi wale tunasema namna hiyo, sisi hatusemi ati pesa ipatianwe area iko na watu wengi inyime watu wengine. No. Sometimes people do not listen. Sisi nauliza kitu inaitwa equity. Mtoto wote wa Kenya akuwe sawa na mwingine. Yule yako Samburu akuwe sawa na yule yako Nyeri. Yule yako Mombasa akuwe sawa na yule yako Kajiado. Kama ni borehole tunachimba, kama borehole moja inachukua watu 1,000, tunasema watu 1,000 wapate borehole. Kama ni hospitali, daktari moja anatibu watu wangapi? Wale wa Maralal wapate daktari na madawa ya kutibu wale watu wako Maralal. Wale wako Kiambu wapate madaktari na madawa ya kuhudumia wale wako Kiambu. Tunasema kila mtu apatiwe nafasi, apate usawa, kwa sababu hii Kenya ni yetu sisi sote. Na pia tunasema katika zile sehemu kama Samburu ambaye silibaki nyuma miaka mingi, iangaliwe kwa mambo ya affirmative action kwa equalization fund, ndio pia muweze kupatana na Wakenya wengine. Hiyo ndio ile conversation inaendelea. And the fact that I'm deputy president does not extinguish my right as a Kenyan, as per the constitution, to have an opinion. But that opinion is not a command, it's just an opinion. So kila mtu apewe nafasi aseme. Na senator umesema mzuri, Lesuda umesema mzuri. Let us have a conversation. Let me persuade you that this formula I am saying can work. Niketishe chini, Lesuda unieleze hii 1 kilometer 1 man 1 vote, it can work. We are all the same people. There is no fight. We are the same people of Kenya. Nituongee tusikizane. Alafu vile tutakubaliana, hii Kenya yetu yote isonge pamoja mbele. Na ndio tunataka tukitoa maoni, probably because ile maoni nimetoa inaonekana kama inapendeza pahali ya watu pahali nimetoka, unasema huyu is a tribalist. Sasa nashangaa, nimeona jana Raila Odinga, Mheshimiwa Prime Minister, amesema the same thing nilisema. Sijaona ameitwa tribalist. Nimeona Eugene Wamalwa amesema the same, sijaona ameitwa tribalist. Lakini pia yao ni maoni, sio ati lazima ikuwe ndio itatekelezwa. It is an opinion. Pale watu ya Northeastern nimeona pale bunge wametoa maoni, na ni maoni na ni nzuri. So hakuna haja ya kulubana na matusi na kuchukiana kwa sababu ya maoni. Maoni ni maoni. Mimi nilipokuja hapa kumuombea rais kura, na mimi nilikuta hii watu wetu hapa ya jamii ya Wakikuyu,
nikaambia kura ya rais na ya governor na ya senator, women rep, MP wanipatie. Wakaniambia tumekusikia. Ya rais tutakupatia. Ya governor tutakupatia. Senator tutakupatia, hata women rep. Lakini hii ya bunge wacha tu hii tupatie Lesuda. And I respected their opinion. Hatu kupiga kare tu ahuranire. Ile kaidi tuka moti ugire kega. Hawa Wakikuyu walisema huyu Lesuda anawatunza vizuri. Wakasema wewe Gachagua na Ruto edu iko. Hata hii Lati si mbaya tutampatia. Hata huyu Lewe tutampatia, hata Paulina tutampatia. Lakini hii ya MP tuko na msichana wetu anakaanga na sisi vizuri, hata kama hako pande ile ni kazuri ni ketu. Na mimi nikaheshimu hiyo. Hatukupigana. That is the way it should be. Na sasa Lesuda hako hapa anafanya kazi nzuri. Na nimemwambia yeye sasa, wewe Lesuda kuja ukete karibu na mimi na rais. Pana kama msituni. Sasa uchaguzi simeisha. Mnataka kuja kae karibu na sisi? Si ndio? We are one family. The elections are over. But I respected the opinion of the Kikuyu people in Samburu West that they wanted to vote for William Ruto and I, for the governor, for the women rep, for the senator at the UDA. But they had a different opinion about the member of parliament. And I let them be, because that is democracy. That is the way it should be. Kwa hivyo tusipigane kwa mambo ya opinion. Kila Mkenya apewe nafasi aseme opinion yake vile anaona. Kila mtu aseme vile anaona. Hawa watu wako Northern Kenya na hapa Samburu, hiyo mnasema it is also a good opinion. Let us have a discussion. Hakuna mtu wako na vita na mwingine. We just continue having that discussion. And ultimately, finally pale mwisho, we'll have the best formula that will satisfy all the people of Kenya, where we can have equity, where we can have fairness. And that is the right thing to do. Kwa hivyo sitaki watu wapigane kwa hii mambo ya formula, kila mtu aseme mambo yake. Hizo vitu yote iweke kwa meza tujadiliane. Alafu tutaelewana, kwa sababu sisi ni watu ambaye tutasungumuza na tukubaliane. Kwa hivyo mimi sitaki kuzidisha kutoka hapo. Mimi nataka nimpongeze governor, nimpongeze senator and women rep wakiwa viongozi wa county, kwa vile wameunganisha MPs and MCAs. Samburu County is united. Tunataka tuseme pongezi governor. Mkanyangia hapo. Speak in one voice. Where there is unity, there is development. Kuna counties zingine governor wanapigana na MCAs. Kuna kwingine governor wanapigana na MPs. Lakini Samburu hawa viongozi wetu wameongoza vizuri na wote wako hapa kwa jukwaa. All the MPs are here, senator is here, women rep is here, governor is here. They are all united for development. That is the Samburu we want. Na mimi nataka niseme asante. Na nyinyi watu ya Samburu, mshikilie hao viongozi wenu. Muwashikilie, muwaombee na muunge hao mkono ndio wafaulu. Ndio wapate nafasi ya kuhudumia nyinyi. Wakati ikifika mtapata nafasi ya kukagua kazi yao, muamue kama wataendelea ama mtabadilisha. Lakini kwa saa hii si wakati wa siasa. Na mimi nataka kuuliza viongozi wetu wote katika Jamhuri ya Kenya, tupunguze siasa. Mambo bado, wacha tufanyie wananchi kazi kwanza. This is the time to work. Let us all support the president na ile mikakati ameweka, ndio tuweze kupata maendeleo katika Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo sisi tumekuja kuchangia kina mama. Kina mama mko tayari? Mko? Sitaki niongee sana, hii watu naweza enda na pesa. So